Sehemu ya pili inaanzia hapa tulipoishia. Mwamba ambaye anaitwa Raja, baada ya kuwa amefukuzwa kazini, bidada ambaye anaitwa Alero aliamua kumfuata kwa ajili ya kumtoa auti, lakini rafiki yake na Alero ambaye anaitwa Debora alikuwa anafuatilia kwa ajili ya kujua je, ni kweli Alero yuko na mwanaume ambaye anaitwa Raja. Lakini kumbuka mwamba ambaye anaitwa Raja tayari ameshafukuzwa kazini kwa sababu bidada ambaye anaitwa Emma alikuwa mpenzi wake, alipiga simu kazini kwake kuwa tayari alikuwa kwenye kazi ya kula honeymoon. Lakini kumbuka mwamba Raja alikuwa anauma. Sasa baada ya kuwa amefika hapa, mishemishe zote zimeisha, mwamba alimuuliza je, wewe unafanya kazi gani? Bidada akamwambia mimi kazi yangu ni kutoa orodha kwa wanaume. Mwamba alicheka, lakini bidada akawa amechukua hela, akamwambia nisikilize, chukua hela itakusaidia kwa ajili ya kununua simu pamoja na matumizi mengine kwa sababu saizi hauna kazi. Na mwamba akawa amekubali. Sasa mwamba anaingia ndani, anakutana na notice fulani imebandikwa kwenye gate, akashangaa. Ibidi asome na kukutana kwamba stay away from Alero. Akawa ameshangaa, nani amebandika hili tangazo jamani? Ameniambia hivi, nani amebandika kitu hiki? Sasa tunarudi upande wa pili, tunakutana na rafiki yake ambaye anaitwa Debora, akamwambia nisikilize, nimeshakuona kila kitu, ulikuwa na yule mwanaume, umeshamsaidia kila kitu, lakini bora unazidi kuambatana naye. Hebu kaa mbali na yeye, usianzishe mahusiano naye kwa sababu unajua wanaume ni wabaya. Unakumbuka alichokufanyia Peter? Sitaki kukukuta tena mara ya pili. Unakwambia bidada Debora anamuonea huruma kwamba Alero huenda atakiendelea kama mahusiano na mambo ya Raja, anaweza kumfanyia mtima nyongo ambao alishawahi kufanywa na mama ndo Peter. Akamwambia nisikilize, mimi nafanya kitu ambacho nakijua, kwa hiyo mimi nimeshakuwa. Sasa baada ya wiki mbili kwa zimepita, tuna bidada ambaye Alero yuko zake nyumbani, lakini anatoka inaonekana medamshi kweli kweli. Anaenda wapi? Inabidi tukae hapa tuweze kujua anaenda wapi. Mfungua gate, anafungua gate, tunaona rafiki zake Debora pamoja na Happy na wenyewe wanatoka ndani, wanamwangalia kwamba ndio huyo anaondoka. Sasa hapa tunafanyaje? Wakawa wanawaza, je, tunaweza kumsaidiaje bidada ambaye Alero asiweze kukumbana na dhuruba tena ya kuingia kwenye mahusiano. Walichokifanya uchukua simu, wakawa wamepigia wanaume kwamba tunaomba mtusaidie mwamba ambaye Raja apate chochote kitu, asiendelee kuwa na mahusiano na bidada ambaye anaitwa Alero. Sasa Alero yeye yuko huko nyumbani kwa mwamba Raja, yuko anampikia na mwamba yeye haelewi chochote. Sasa bidada ambaye Alero akawa amekuja kwa mwamba ambaye Raja, anamwambia nisikilize mpenzi wangu, naomba kanichukulie chochote kitu hapo dukani kwa sababu kuna vitu kidogo nimepeleza. Sasa mwamba ilibidi asimame na anaenda zake huko gengeni kwa ajili ya kununua. Sasa yuko zake haelewi chochote kitu, tunaona kuna ndinga fulani mpake hapa. Sasa mwamba haelewi ananunua na vidume vya mbando yule pale, si ndio hivyo? Asema okay, sasa ngoja tumfanyie tuweze kumkamata tuweze kusepa naye. Sasa mwamba anavuka zake barabara, haelewi chochote kitu, na wanaume wenyewe ndio wale wamepaki gari karibu yake. Sasa mwamba anasimamisha gari namna hiyo. Sasa tunaona ndinga yenyewe inafika pale kama vile anataka kumgonga. Sasa mwamba anashtuka, sema vipi? Mbona baba ananikimbiza? Nakwambia mwamba alitoka mkuku alikimbia kweli kweli kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Na ukumbuke mwamba kidogo anapiga push up 2-3 hivyo. Kwa hiyo nahisi hata mazoezi alimsaidia kidogo kwa ajili ya kuweza kuokoa maisha yake. Sasa bidada anarudi zake huko bwana, kuona mwamba amechelewa, anachukua simu aweze kumpigia simu kwamba aweze kujua je, umefika wapi. Anapiga simu, ghafla anashangaa bwana, simu kama vile inaitia maeneo haya. Anazunguka hivyo, anaangalia upande wa pili, anakuta simu, kumbe mwamba Raja alikuwa ameacha simu yake. Asema Mungu wangu, ndio maana umechelewa. Sasa simu umeacha hapa na sijui unaendeaje. Sasa tunarudi upande wa pili, tunaona mwamba ndio hivyo aliamua kupigia kuruka kabisa ukuta aweze kuingia ndani kwa sababu anajua nyumbani kwake kuna kazi. Anaingia ndani ya haraka. Sasa bidada anashangaa, vipi? Sasa mwamba anachungulia na mleo. Sasa bidada anamuita mwamba, anashtuka. Asema Mungu wangu, vipi? Sema vipi? Mbona sikuelewi mpenzi wangu, kuna nini? Sema nisikilize, kuna watu wananikimbiza, yani wananitafuta mimi. Sasa mwamba ameshazama zake chumbani, anatafuta nguo. Anasema hebu haraka tuweze kuondoka, nisikilize mpenzi wangu. Sasa wanasema ufanye basi nielewe. Sasa alichofanya uchukue ile note, anamwambia nisikilize, mbona hii hapa nilikuta pale kwenye mlango kama inaniambia nikae mbali na wewe, la sivyo naweza kupoteza maisha yangu. Sema sasa afu unasikia gate inagonga kule, kwa hiyo ilibidi waondoke haraka, wanapitia mlango wa nyuma waweze kusepa zao kwa sababu wameshaona kwenye nyumba hii hamna usalama wowote. Sasa tunaona vidumna vyenyewe ndio hivyo vimeshapata location, vimeingia ndani kwa mwamba ambaye anaitwa Raja, lakini wenyewe wameshapita upande wa nje kule nyuma. Sasa mwamba alichungulia namna hiyo, kwa tayari wako hapa. Anamwambia mpenzi wake, sikia, wako hapa wameshaingia. Sasa mwamba na yeye ndio hapa anasogea upande ule ambao wapo. Sasa alichofanya kwamba nisikize, wewe nenda kule kwa sababu wanatafuta mimi, najua huwezi kufanya chochote. Sasa leo ilibidi asogee hapa na kukutana nao, anambia samahani, vipi? Mnamtafuta nani? Sema hapana, tunamtafuta mtu. Hakuna mwanaume ambaye ameingia huko. Sema hapana, mimi naishi mwenyewe. Wakamwambia Alero haamini kama vidume vimeada na havijamfanya chochote kitu. Unakwambia baada ya kwamba kisipo kimesepa namna hiyo, alisikika kama vile moyo unakimbia kweli kainama namna hiyo. Akasema Mungu wangu, nashukuru sana. Bidada na roho safi licha ya kazi yake kutoa orodha. Sasa unakutana na mwanamke mwingine kazi yake ni chafu na roho yake ni chafu. Sasa mwamba Raja yuko upande wa pili huko, anashangaa kumbe wanaume ambao walikimbiza na kuna watu wanaoko nyuma ya mchongo huu, ndio hivyo. Sasa ni bidada kaya anaangalia, sema mbona kama kwenye gari kuna wadada. Akawa amejua kumbe kuna watu wako nyuma ya mchongo huu, hao watu wametumwa tu. Kwa hiyo mwamba Raja akawa amepata kuanzia kwamba
kuna watu wananifuatilia mimi. Sasa tunakuta upande wa pili huko bidada ametwa leo amekaa zake nyumbani na rafiki yake ametwa Debora anakuja na juice aweze kunywa wote, lakini inaonekana bidada kabisa hana raha. Sasa bidada anamwambia vipi, mbona kama vile una raha? Bado tunamwaza rafiki huyo mpenzi wako ametwa Raja, hebu acha nao, nishakwambia wewe sasa hizi haitakiwi kwenye mahusiano. Sasa anakuambia hebu wewe hujui tunavyompenda yule mwanaume ambaye nishampenda. Sasa mambo alichokifanya alimtafuta anti yake na bidada ametwa leo, akawa anamwambia nisikilize, mimi na shida, hebu naomba niambie kazi gani ambayo leo naifanya, maana kuna watu wananiandama kwa sababu yake. Sasa anti yake chomwambia kwamba leo kazi yake ni kutoa orodha kwa wanaume, kwa hiyo ndio maana inabidi uwe makini kwa sababu wanaweza kuona utafuta, kwa sababu ile ni biashara. Sasa mambo alishangaa akasema okay sawa. Sasa alichokifanya ni kuanza kufuatia marafiki zake na Alero, kwa maana ya Debora pamoja na Happy, aweze kufahamu je wanafanya kazi hiyo kweli kweli, aweze kupata uhakika kweli. Baada ya kumfuatilia mmoja baada mwingine, aligundua ni kweli Debora pamoja na Happy wanafanya kazi hiyo, lakini Alero hakuweza kufanikiwa kumuona akiwa anafanya mishemishe hizo, lakini anamuona Happy ndio hivyo anatoka kwenye sehemu fulani nzuri, kuna kidume kilikuwa kimesimama nje, anaenda kukichukua aweze kwenda kukipatia huduma. Hasa mwamba ameitwa Raja ndio hivyo anajua ukweli kwamba ni kweli ukweli ambao aliambiwa na bidada ametwa leo mwanzoni kwa kwenye gari kwamba kazi yake ni kugawa orodha, amethibitisha kwa mara pili kwa kutoka kwa anti yake kwamba ni kweli bidada leo anatoa orodha kwa wanaume, na mwamba kwa amethibitisha namna hiyo akasema okay sawa, huenda wanaonifuatilia ni hao hapa, wataki leo aingie kwenye mahusiano kwa sababu wanaamini kwamba kama kinga kwenye mahusiano hawezi kuendelea na biashara hiyo ambao wanaifanya. Sasa kampigia simu leo akamwambia nisikilize, na shida na wewe, naomba tuonane tuweze kuzungumza sababu watu wananifuatilia tayari nimeshawajua, naomba muda fulani tuweze kuona. Sasa tuende upande wa pili, leo ndio huyo anajiandaa aweze kutoka, rafiki yake ametwa Debora anaingia hapa anamwambia vipi, mbona kama vile unajiandaa, unataka kwenda wapi? Naomba tuende wote. Wakawa wameongozana Debora pamoja na leo kwa ajili ya kwenda kuonana na mwamba aitwa Raja. Sasa wanafika hapa, mwamba Raja ndio hivyo alikuwa ameshafika, wanakumbatiana bidada ambaye aitwa leo kwa sababu ni wapenzi wanapendana. Sasa Debora anashangaa anamuita Prince leo vipi, anakuambia Alivyo Debora aliita kwamba jamani Prince Raja, akawa mpiga magoti hapo na mwamba Raja akawa ameshangaa asema Mungu wangu. Sasa na bidada ambaye anaitwa Alero akashangaa asema imekwaje, kumbe wewe ni Prince? Sasa tunarudi upande wa pili na kuambia Alero anawafokea rafiki zake Debora pamoja na hapa, anamwambia kwa hiyo nyie kama kunitafutia watu wanilini kwa sababu ya mapenzi yangu, si ndio hivyo? Sasa nawaambia kuanzia sasa hivi sitaki niwaone kabisa kwenye nyumba yangu, naomba mtoke kabisa, mimi na nyie urafiki umeisha. Bidada ndio hivyo akawa amewafukuza rafiki zake. Sasa ilibidi aende kwa mwamba aitwa Raja sehemu ambayo ilikuwa na kara kina kutana na kufuli, kumbe mwamba Raja tayari amesha sepa zake. Anakuambia bidada anashangaa raha ambayo alikuwa nayo, alikuwa ameamua kujibadilisha kwamba acha utoa huduma zote, lakini ndio hivyo anaanza kupata maumivu. Sasa mlango unagongwa kwa nyumba ambayo bidada leo anaishi, anaingia anti yake na Alero anakuja, vipi Alero yuko ndani? Anasema ndio yuko ndani. Sasa bidada ambaye ni anti yake anaingia ndani kwa ajili ya kwenda kumwangalia Alero kwa sababu alikuwa na siku kadhaa hajamuona. Sasa Alero anakuambia kazi yake sasa hizi ni kunywa pombe aweze kujiweka sawa, huku akiwa anaamini kwamba moja ya njia sahihi ya kuweza kujiweka sawa ni kunywa pombe, lakini anti yake anamnyang'anya, anamwambia nisikilize wewe anti yangu, swala kunywa pombe sio solution ya kuweza kujiweka sawa. Nakwambia pombe haipunguzi mawazo, bali pombe inaongeza mawazo. Nakwambia hapana, mimi nampenda Raja, ndio hivyo Raja ameamua kuniacha. Sasa mimi nitaishije bila Raja? Nimebadilika kila kitu, lakini ameamua kunifanyia hivi. Hata kama ni Prince hataki kuniacha hivi namna hiyo. Sasa anti yake anamwambia nisikilize, kama kweli anakupenda na amini mimi atarudi kwa ajili yako, kama nakupenda atarudi kwa ajili yako. Akawa amebembeza namna hiyo, akawa anafurahi kweli kweli. Sasa baada ya muda kidogo tunaona geti inafunguliwa, huku tunaona ndinga fulani mbili kama sio tatu hivi zinaingia katika mjengo ambao Alero anaishi, na anti yake na Alero wanatoka nje kwa ajili ya kuja kuangalia je wakina nani wanaingia, na Alero naye ndio huyo anatoka nje kwa ajili ya kuja kuangalia. Wanashangaa gari nzuri namna hiyo zinaingia katika mjengo huo, na tunaona rafiki yake ambaye ni Debora ndio wa kwanza kushuka hapo, anaenda kwa rafiki yake ambaye aitwa Alero kwa ajili ya kumsalimia, ambaye rafiki yangu tumerudi, vipi unaendeleaje? Unajua mimi na wewe hata kama umenifukuza lakini mimi na wewe tumetoka mbali. Sasa tunaona mlango unafunguliwa, tunaona buti kali linashuka namna hiyo, kumbe ni mwamba ambaye anaitwa Raja, saizi amevaa nguo za kiprisi, amerudi kwa bidada ambaye anaitwa Alero kwa sababu aliona kwamba ni bidada ambaye ana roho safi, ana moyo mzuri kabisa, kwa sababu alimsaidia mara ya kwanza, lakini ameonekana kwamba anafanya kazi ambayo ni ya kutoa orodha, lakini ni bidada ambaye ana roho safi, na mwamba Raja akawa amerudi kwa ajili ya kutoa poza na kuweza kuoa moja kwa moja. Na bidada ambaye anaitwa Alero alikataa mwanzoni, akasema wewe ni princess, siwezi kuolewa na wewe. Sasa jamii kijua kwamba kazi ambayo nilikuwa naifanya itakuwaje, akamwambia nisikilize, wewe ni mwanamke ambaye una roho safi, unajituma, kwa hiyo nakuomba uweze kunikubalia na kupenda sana. Na bidada ambaye anaitwa Alero akawa amekubali mwamba Raja aweze kuchukua jiko, na hapa ndipo sehemu ya pili inaenda kungabesera kwa maana ya final. Je, kitu gani ambacho kimekuvutia kati ya Raja au Alero au bidada Emi ambaye alimpiga kitu kizito mwamba Raja baada ya kuwa ameona kwamba Raja atoi matumizi kama kwenda na simu, au ni Alero ambaye kazi yake ni kutoa orodha lakini amekuja kubadilika na kuamua kuolewa na Prince ambaye anaitwa Prince Raja? Na nini ambacho nakukumbusha ni kucomment, kulike, pamoja na kusubscribe, utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi ni Bright King.
Karibu tena baadaye.